happened that I visited Mr. Wambua to see him what he's doing after retirement. It is good to realize that he has become a farmer. As you can see, amepanda tomato nyingi sana. Unapoona anaendelea vizuri, he's doing well. And the shamba is doing well. Kuna mandizi, tomato, na kila kitu anaendelea vizuri. Mwalimu, unasemaje, unaendelea aje tangu retire? I'm doing well. Good. Maisha ni mazuri huko. Kuna zile stress asubuhi. Naamka saa 2, nakuja nafanya kazi hapa na wafanyakazi. Fanya ni mingi. Natarajia hivi karibuni nitauza maroli kadhaa. Good. Ukiangalia kama eka 3 sasa tomato mpaka huko chini. Kuna melon. Yes. Na vitunguu. Mandizi ni yale unaona vile imezaa. Hivyo. Naamini Mungu tu mambo itakuwa mazuri. Good. Nashukuru Mungu. Unasemaje kuhusu mambo ya ukulima na changamoto ambazo unapitia? Changamoto ni magonjwa hii mimea na maji. Najua mvua haijaingia. Sasa hivi wala wafanyikazi walikuwa wakisaidia kutafuta maji. Naamini itaanza kufanya. Sababu zingine hata siku 2 bila kupata maji. Shamba ni kubwa, maji haitoshi. Okay. Naambia walimu waje ambao ulikuwa unasomesha na wao na wanakuona kuhusu maisha baada ya retire, ungewawishi wafanye namna gani? Walimu wa Hinyu na wale wengine. Ile naamini mtu afanye kazi akiwa mwaminifu. Good. Mtu ajitolee kufanya kazi. Hudumia watoto, wazazi. Wale wote ni stakeholders, respect them. Wewe mnakubaliana, mnafanyia watoto vizuri. Usipende kitu ya wenyewe. Good. Kula jasho lako. Na hii ningewaambia na hii mwezi wa 11 tayari nishampata pension yangu. Nilipita mimi. Good. Na sijana roho kufuatilia pesa. Hapana. Mungu alihusika sababu mimi sikupenda pesa ya mtu. Good. Akahusika mpaka nikapata nikalipa. Sasa nafurahia pension hizo. Nakula mzuri, kama wafuta na tembea. Nilipa wafanyikazi wangu mzuri, watoto wangu mzuri. Nakula, nashukuru Mungu. Kwa hivyo, let everybody be free. Hudumia watu wa Mungu. Habari kwa walimu wa NJSS ambao wanasomesha mambo ya agriculture, unawaambia aje? Wale wa agriculture wangetaka walete watoto hapa waone hii kazi. Wataona vile wanaweza fanya, nimepata vitu mingi sana. Na hii ni CBC. Kwa mzuri wakeboom. Hata kuna fish pond. Yeah. Na samaki. Wanaendelea vizuri, wanazaana. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya agriculture iko hapa. Kwa hivyo watoto wa CBC na walimu wao. Yeah. Karibu. Asante sana. Niko na jamaa hapa ningetaka kuwasalimia. Hamjambo kijana? Unaendelea aje hapa shambani? Wewe unasaidia mwalimu hapa kazi? Sisi tunasaidiana. Kulima hiyo tomato. Kuflalia. Na ile nini kama iko sawa. Ni changamoto gani ambayo unapata nayo hapa shambani? Suluhu ya moja ni maji. Shida ya maji. Ya pili, unajua hiyo mambo ya ulima ni kama panda mlima bwana. Kazi zingine unapatana na kiangazi. Kazi zingine maji hakuna ya kutosha. Kazi zingine kuna ugonjwa. Lakini tunapambana tu. Wewe ni JZ, unaambia vijana ambao wako pale nje wafanye kazi, wanakula mikoka, wanakunywa bangi, nawaambiaje kuhusu kufanya kazi? Okay. Hao vijana wafanye kazi. Tunasema tu ni ati lazima mtu atafute kazi akiborama kuajiriwa mahali. Mtu anaweza tu kuajiriwa mwenyewe. Bora tu akuwe na maji na afanye bidii. Hiyo kazi hata ukimaliza masomo si lazima ajiriwe mahali mtu. Unaweza kuajiriwa mwenyewe. Saa zingine hiyo kazi ya kuingia kwa mikoka hawezi kusaidia mtu. Inafaa kama ni kijana ajipange. Ajali mambo ya mkoka. Haiwezi kusaidia. Asante sana. Tumeshukuru sana.
kwa kuwatembelea na kuona kazi nzuri ambayo mmefanya na timu waka vizuri mkifanya na mwalimu. Na naona kuna ng'ara mnafanya kazi vizuri. Na mimi nashukuru Mungu maana nimewatembelea siku ya leo. Na nashukuru naona mwalimu amejikaza. Tulionana kitambo na hata naona afya yake imebadilika, amekuwa mnono, anang'ara. Na kweli kazi ya shambani ni mzuri. Anaendelea mzuri. Anaanza kuwa kijana. Chakula vizuri. Greens. Yes. Kuna matunda, papai. Yani fresh food every day. Mwalimu, nimeona unatumia solar pump. Unaweza kuambia watu waje kuhusu solar pump? Waambie watu solar ziko na hiyo ndio very cheap. Yangu niliweka December. Iko pale inapiga maji inauzia hii shamba kubwa hivi. Iko na zaidi ya eka 3. Na ni hiyo solar. Nimepata kutoka kampuni inaitwa Sadikacha. Yeah. Na kwa mwezi nalipa 4,769. Yes. So kwa average kwa siku moja ni kama nalipa 180. 180. Na ukiweka generator unatumia lita 2 400. Hivyo generator is very expensive than the solar. Yeah. Solar is very cheap. I would urge all people who are doing the farming to go for Sadikacha and they get one. It's very cheap. Thank you. Watalima vizuri waambie hivyo. Na hiyo ni mzuri. Na umeona ikiwa na manufaa kwako. Imenisaidia. Ikiharibika simu, engineer atuma kutoka Nairobi anakuja. Anaangalia atengeneza. Basi hata kama siku ni simu tu. So they give what we call service after sale. Wewe umekuwa kwa shamba. Nini umeona kuhusu kuwa shambani huwezi kosa? Chakula, pesa. Nakwambia kwanza kwa shamba kuna amani. Hakuna mtu na stress wewe. Unaongea na mimea na wafanyikazi. Na kuna chakula. Ukitaka hii unakula. Yaani ushiba. Hii chakula haina mandawa, yaani very fresh. Si haijazeeka, haijaweka. Yaani iko na kila kitu unahitaji. Kwa hivyo shambani ni kuzuri na kuna hewa safi na kuna amani, sio kama mahali pengine. Ukiangalia kama hii iko green. This good oxygen. Yes. That's good. That's good. That's good. Umesema uko na fish pond. Umelea kama samaki wangapi? Hii hapo iko zaidi ya samaki 400. Na hivi karibuni ninatarajia kupanua hiyo fish pond. Na ngojea mtaalamu nipigia simu akaniambia atakuja angalie. Tuone kama utapata pesa tukiuza hizi nyanya. Tengeneza official fish pond. Yes. Ambayo itafuata zile sheria za fish pond. Yeah. Alafu ndio nianze kufuga kulea samaki wa kibiashara. Yes. Ambayo itakuwa nafuna kila wiki naenda nauza pale zote. Unajua samaki moja ako na zaidi ya 200. Na hiyo. Kwa hivyo ukichukua kama samaki 100, hiyo si ni pesa? Hiyo ni pesa. Na una vile wanazaana wakipata chakula wanazaana haraka. Unajua samaki haupeleki msituni, anakaa pale ni chakula na anaenda kufanya kazi nyingine. Kuna mtu ako pale nyumbani ambaye anatarajia siku moja kulima. Ungemwambiaje kuhusu kulima wa shambani, kuhusu mimea, watermelon, ndizi? In fact, ukiingia ukulima na chama. Ukulima kitu ya kwanza wewe kama mtu utakula. Your family gets fresh food. Gharama inaenda chini. In fact wewe unanunua mafuta na sukari. Good. Ile vitu vingine hapa iko na miogo. Saa hii hata nyumbani miogo hivi unachukua, unashemsha, inakuwa mkate. Sukari naunua tu na majani. Na nitarajia kufuga ng'ombe. Nikifuga ng'ombe maziwa itakuwa mingi. Ni kweli. Unaona kuna chakula mingi ya ng'ombe. Pale juu tena niweke ng'ombe 2 tu maziwa. Itakuwa na nakunywa maziwa pale nauza. Nikianza kufunga kuku itakuwa mzuri. Kwa hivyo huku kuna maisha mzuri kuliko maisha ya kule. Watazamaji wa Enyu na wale wengine na walimu ambao walisomesha pamoja na Mr. Wambua. Mimi nimemtembelea hapa shambani na umesikia maoni mingi kuhusu mambo ya shamba. Na wasi kama siku moja ungetaka kuwa mkulima, utembelee Mr. Wambua, usome kitu, ako na solar, maji inatoka almost mita 300 kwa kisima, kwa tanka, storage tank. Nimeona maji inatembea, nimeona samaki, nimeona amepanda watermelon, nimeona hata fix, nimeona hata nzoo. Huko chakula ni mingi. Ukaa huko ni kushiba na kuendelea vizuri. So I had a nice time with Mr. Wambua, as you can see from the video. May God bless you. If you want one, you can also visit us here at Kawea.
Kaumu. Zombe. Mungu akubariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Thank you.